Mambo mengi ya kutembea huko, lakini tumeona kwamba kuna kila sababu ya kuuzindua umma, jamii lazima ifatu. Kwa sababu mfano kwetu sisi hapa Tanzania kuna watoto, kuna vijana, kuna wazee. Masala ya elimu au ilmu, iwe ya dini iwe ya kawaida ya shule, hapa pana mmomonyoko mkubwa sana. Uislamu kwa kujali swala la elimu limeona hapana, lazima tuifikie jamii. Uislamu uiokoe jamii. Mtume anatufundisha sema al-ilmu ilmani, kwamba ilmu zipo za namna mbili. Man arada dunia fa alayhi bi ilmi, anayetaka kusoma dunia asome masala ya dunia. Bwana, awe engineer, awe fundi wa kila jambo, lazima usome. Qur'ani na Uislamu imeifuata jamii na imeielekeza namna hiyo. Hiyo ni elimu. Lakini pia kuna elimu ya kiakhera, yani elimu ya kiroho, kumjua Mungu, kujua manabii walivyoishi. Na hii tunaambiwa man arada al-akhirah fa alayhi bi ilmi, anataka akhera na asome pia. Lakini wa man arada huma, anayetaka kuchanganya ilmu ya dunia na akhera, basi pia Mtume anasema someni. Hapa kionyesha Mtume kwa mafundisho ya Uislamu kwamba jamii inatakiwa isome. Ili ujue mambo lazima usome. Uwezi wewe kutaka kuwa dereva bila ya kusoma, utake kuwa engineer bila kusoma, uwezi kumfundisha mtu kitu bila ya kusoma. Kila kitu kinachotakiwa kiendeshwe duniani lazima usome. Usisome sana katika wakati, lakini lazima ukisomee. Kwa kuwa watu hawataki kusoma, ndio wanaendesha vitu tofauti tofauti, mwisho wake natokea madhara. Kwa hiyo Uislamu pia unamtaka mtu asome. Changamoto iliyokuwepo katika maisha yetu leo, utakuta baadhi ya watoto wadogo ambao wanahitajika wende wakasome elimu yao, ima madrasa, elimu ya kiroho au kawaida. Kuna changamoto kubwa leo, tuna wimbi la watoto wengi mitaani ambao kusoma hawasomi. Wengine walishaanza kusoma wakaishia kati, wakaacha. Wazazi wamefanya juhudi kubwa na juhudi zao zikawa zimefeli. Serikali inasisitiza, viongozi wa dini wanasisitiza kwa kusema, lakini bado mmomonyoko huo upo. Jamii nyingi imeharibika. Ndo baadaye kwamba vizazi tunavyovipata vinakuwa vizazi hatari, hususan mitaani. Ndo utakuta watu kwamba wanapigwa, watu wanauana, watu wanapigana ovyo. Kwa sababu gani? Hawana yale maadili mema waliofundishwa. Elimu wamekosa ya kiubinadamu. Kwa sababu kama ungesoma elimu ya kibinadamu, haiweza ukawe ni Muislamu. Maana Uislamu manake ni kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu, kutia hofu, kujijua mimi binadamu mwenzangu ni ndugu yangu, sipaswi kumfanya kitu chochote. Tungejua hivyo, huo ndo maana ya Uislamu. Achia ile Uislamu watu wanapopaka matope, Uislamu si ugaidi, Uislamu uchawi, Uislamu nini. Yale ni maneno tu. Mpe mbwa jina baya ili upate halali wa kumua. Kwa hiyo ina maana kwamba mtu akiwa na imani hiyo, akiwa mtifu, mnyenyekevu, hatoweza kwenda kumdhuru binadamu mwenzie. Hatoweza kwenda kumdhuru. Maana yake kwamba hatoweza kwenda kumuibia simu, hatoweza kwenda kumvunjia nyumba yake. Kwanza anajali ubinadamu. Na ukiwa binadamu aswa, ukiwa Muislamu asa, umepokea Uislamu, unatakiwa uwe na kitu kinachoitwa huruma. Sasa kama utakuwa Muislamu kweli, ukawa una huruma, na ukitembea barabarani unakutana na mwenzio, unamwambia assalamu alaikum, maana yake unamwombea dua na unamwambia amani iwe kwako. Sasa kama unamwambia amani iwe kwako, unamwombea dua, na yeye anakurudishia wa alaikumussalam, na wewe amani iwe kwako. Watu hawa wawili wanaotoleana salamu, manake kwanza wanahakikishana, bwana kuwa na amani, na yule anamwambia mwenzie kuwa na amani. Hata mkikutana saa 6 usiku, saa 7, amjuane, lakini salamu alaikum, maana amani iko juu yako, manake hapo katika amani hakuna shida. Na unamwambia na wewe pia amani iko juu yako, huna shida tena kuweka vizuri simu wala kujiandaa kukunja kanzu au shati ukimbie. Mshahakikishiana amani. Leo maisha hayo hayapo. Leo unamuona binadamu mwenzio saa 3 au saa 4 usiku mnakuja njia moja, yani unamuogopa kama unamuogopa mnyama. Ubinadamu umekwisha. Tuna kila sababu ya kuirejea jamii, kuwafahamisha warudi kwa Mwenyezi Mungu. Watu wakiwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, ndo utakuwa hata kuiba uwezi. Kwa sababu unapomfuata mtu ukamwelewesha, au mawaidha yakimuingia, akiyesema mwenyewe sitaki kuiba, naacha wizi, huyo mtu anaacha kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Lakini mtu atakayeacha wizi kwa kuogopa polisi, huyu siku yote anaweza karudi, kwa sababu kuna siku ataenda kuiba. Sasa ngoja nikaibe, si polisi anioni, lengo nisionekane. Huyu atakaa siku ataangalia, akiona polisi hawapo atakwenda kuiba. Kama mtu imemkolea vizuri imani, maana yake kwamba huyu mtu hata akikutana na mwenzie njiani
amani atakuwa ameipata, kwa sababu anajua huyu ni binadamu mwenzangu. Kwa hiyo haitoibiwa simu wala toibiwa kitu chochote. Kwa kitendo hiki, mtu kama atamwogopa Mwenyezi Mungu afanye uharibifu, ila narudia tena, ila kama atakuwa anamwogopa polisi au mgambo, huyo mtu anaweza kaiba muda wote, kwa sababu ataangalia mgambo hayupo anakwenda kuiba. Lakini imani ikimjia, anajua Mungu muda wote ananiona, na kishaambiwa muabudu Mwenyezi Mungu kaannaka tarahu, muogope Mwenyezi Mungu kama unamuona. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka, ikiwa wewe muone Mungu yeye anakuona. Kwa hiyo akitaka kwenda kuiba, Mungu ananiona hapa, haya aibi. Akitaka kudhulumu, Mungu ananiona hapa. Kwa hiyo tuwajaze watu imani, ile imani tuwafanya watu wa hofu, sio vibaka tu. Hii itawafanya hata wanaofanya kazi serikalini au katika kampuni au sehemu yoyote ya uaminifu wa fedha. Hata katika maduka yetu haya, kuna mtu unamweka mfanyakazi, yule mfanyakazi unamweka anafanya kazi kweli, lakini naye kwa kuwa hana roho ya kiungu, hana ule Uislamu, hana uoga, ndio anakuibia. Anafanya kazi, kifika jioni kiuza 200,000, 300,000, anachukua 20,000 anaficha. Au katika kampuni au sehemu yoyote ya uaminifu wa fedha. Hata katika maduka yetu haya, kuna mtu unamweka mfanyakazi, yule mfanyakazi unamweka anafanya kazi kweli, lakini naye kwa kuwa hana roho ya kiungu, hana ule Uislamu, hana uoga, ndio anakuibia. Anafanya kazi, kifika jioni kiuza 200,000, 300,000, anachukua 20,000 anaficha. Hana kwa kumwogopa, sababu anasema hanioni muhusika, hanioni bosi. Haya ndio madhara ya kutokuwa na imani. Maana yake akiwa na imani ya Mungu, akisema naficha, na dhulumu, mshahara wangu upo, kwa nini mimi ni mdhulumu huyu bosi? Ataogopa kuiba kwa sababu anayo mafunzo ya kiroho. Kwa hiyo haya ndiyo tunataka kukuleteni kwenu, ili kila mtu ayapate haya aweze kubadilika, kwa sababu tunazo akili timamu. Kwa hiyo hapa tunakuja kujifundisha na kuona kwamba mafunzo ya kiroho ni mafunzo muhimu. Kwa hiyo tunawataka watu waingie katika Uislamu, na Qur'ani ndiyo inasema. Mungu ndo anaotutaka, sio mimi Sheikh Maulana Al-Habshi na kuambia hivyo, bali Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, maana Qur'ani ndiyo kila kitu. Dhalika alkitab la raiba fihi huda lilmuttaqin. Qur'ani haina shaka ni uongozi kwa wale wanaomkubali Mwenyezi Mungu. Lakini pia niseme tu kwamba Qur'ani hii ndiyo kigezo na ndiyo kila kitu. Sasa Mwenyezi Mungu ndio anatutaka, anasema katika sura ya 2 aya 208, anasema hivi: ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Enyi mlioamini, ingieni katika hukumu, mafundisho ya Uislamu, fateni utaratibu, mafundisho ya Uislamu yote, wala msifate mwenendo wa shaitan, hakika shaitani kwenu ni adui aliyekuwa wazi. Kwa hiyo wito wangu, na ndio wito wa Qur'ani, na ndio wito wa manabii, na ndio wito wa Mwenyezi Mungu, tuishi Kiislamu. Faida yake ndio tuwe wanyenyekevu, tuwe watifu, tuwe wanyenyekevu kwa watoto wetu na watakuwa wanyenyekevu kwetu, tuwe wanyenyekevu kwa wake zetu na muwe wanyenyekevu kwa ume zenu, tuwe wanyenyekevu kwa viongozi wetu, iwe wa kidini au wa kiroho, au viongozi wetu pia vile vile ambao wanaotuongoza, wao wanyenyekevu na sisi wanyenyekevu. Mungu atatupenda na atatufungulia mambo yetu yote haya. Nimalize tu kwa kusema, mimi nioleta kipindi hiki, nioleta darasa hili ni wenu Sheikh Maulana Al-Habshi, na kuomba kila inapofika siku ya Ijumaa majira ya saa 11, basi fuatilia vipindi vyetu vingi, vitakuwa vinafika kwa somo letu hili la Uislamu ni nuru. Kumbuka kipindi chetu hiki kitarushwa kila siku ya Ijumaa saa 11. Nons TV, ingia katika TV yetu hii ujifundishe mengi na utapata mambo mengi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Onji TV, sauti ya jamii.